Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, la yaskar qaumun min qaumin, wasiwadhalau watu kuwadhalau watu wengine, asa an yakumu khairan minhum, wenda wale ambao mnawadhalau wakawa ndio bora kuliko nyinyi. Haya ni makatazo kutoka kwa Allah kwamba watu fulani wasiwadhalau watu fulani. Wewe huwezi jua, huenda yule unaomdhalau akawa ndio bora kuliko wewe ambaye unawadhalau wenzako. Allah akaendelea akasema, wala nisaa'un min nisaa', na vile vile wanawake wasiwadhalau wanawake wenzao, hata an yakunna khayran minhun, huenda wale wanawake wanaodhalauliwa wakawa ndio bora kuliko wale wanaodhalau wenzao. Ukiangalia vizuri haya yenyewe hapa, unaona kwamba jambo la kumdhalau ndugu yako, kuwadhalau watu, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikataza, na ile hali ya kuwa watu bado wanalifanya. Yaani wapo baadhi ya watu wakijiona alhamdulillah, mashallah, tabarakallah, swala tano anasimamisha vizuri, anajiona ashakuwa mtu wa peponi, wengine wote anaona ni watu wa motoni. Ana baadhi ya watu wakijiona mashallah, swala tano, sadaka, funga, anajikatia tiketi kwamba mimi nishakuwa peponi, mpaka akimwona mwenzake anamdhalau, anajiona yeye ndio bora, mpaka anamdhalau mwenzake. Kwanza hakuna anayejua kwamba ibada unayoifanya imekubalika isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini kwa ibada zako unazozifanya unaanza kuwadhalau wenzako? Yaani mtu akiona anaanza kufanya ibada, anafunga, anatoa, anatoa sadaka, anawadhalau wenzake wote, anajiona yeye ndio bora. Hakuna mbora yoyote isipokuwa ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. La fadla li ahadin ala ahadin illa bitaqwa, hakuna ubora wa yoyote kwa mwingine isipokuwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi unamwogopa Allah na bado unadhalau wenzako? Unamwogopa Allah, unadai unamwogopa Allah, lakini bado unajiona wewe ndio bora, unadhalau wenzako. Wachane na tabia hizi za kudhalau watu, kwa sababu kudhalau watu ni katika alama za kiburi, na mwenye alama za kiburi hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa kudhalau watu, kujiona mtu ndio bora, ni alama ya kwamba mtu huyu ni mtu wa shari. Yaani ukitaka kujua mtu wa shari, muangalie, je, yeye na watu anadhalau watu? Ukiona mtu hata kama ni shekhi au nani, ukiona ana tabia ya kudhalau watu, kujiona yeye ndio yeye, basi huyu ni mtu wa shari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo amepokea Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema, ni hasbi mri'in min ash-sharri an yahdira akahu, inatosha kabisa kwa mtu ni mtu wa shari kwa kile kitendo tu cha kumdhalau ndugu yake Muislamu. Kwa hiyo inashatosha kabisa kwa mtu ni mtu wa shari kwa vile tu kumdhalau ndugu yake Muislamu. Kwa hiyo ukijiona wewe unawadhalau ndugu zako, ukijiona wewe ndio bora, basi jua inatosha kabisa kuwa wewe ni mtu wa shari. Mtu wa shari sio lazima uone kama anakuombe, kwamba anafanya mambo au unamuona hivi, bali hata wewe ambaye unaswali sala tano, sadaka, funga unazifanya, lakini bado una tabia za kudhalau wenzako, unajiona wewe ndio bora, kwa wewe inatosha kabisa kuwa ni mtu wa shari. Kwa kutaka kujua kwamba ni mtu wa shari au sio mtu wa shari, hasbi mri'in min ash-sharri, inatosha kabisa kuwa mtu ni mtu wa shari, ayahdara akahu, kwa kitendo tu cha kumdhalau ndugu yake Muislamu. Wewe ndugu zangu katika imani, ni sana kuachana na tabia ya kudhalau watu, kwa sababu kudhalau watu ni jambo ambayo Allah na Mtume wamekataza, na vile vile kudhalau watu unaweza ukapelekea ukaingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Mtume ashasema kwamba hatoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye katika moyo wake una chembe ya kiburi. Na tumeona kwamba kiburi ni kule kuikataa haki